kuna malango eneo kijiografia, na yenyewe ni malango yaweza kukuingiza kwenye neema, yaweza kukuingiza kwenye ubatili, yakakuingiza kwenye uharibifu. Ni malango. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaweza ukawa umekaa mahali kwenye mji fulani, unashangaa una bidii na una cheo kizuri, lakini hakuna unachokifanya. Usidhani kwamba changamoto ni wewe, changamoto ni jiografia. Mahali hapo hakuna kinachozaa. Kwa hiyo hata wanaozaa wanaishia na mapooza kwa sababu ya asili ya eneo lile. Yale ni malango. Bwana Yesu asifiwe. Ikanipa kutafakari, nikajiuliza, mbona miji mikubwa mikubwa huwa inakuwa na watu wengi sana? Kwa nini? Changamoto sio majina ya hiyo miji, changamoto ni malango ya miji ile. Hii inawafanya watu wanaweza kufanya kazi na kaona matokeo. Wengi ukiuliza mtu kwa nini umetoka kijijini ukaja mjini, atakwambia nimeona huku mjini ukifanya kazi unapata fedha. Haimaanishi kula kijijini hawafanyi kazi, wanafanya kazi kuliko hata wa mjini, lakini malango yao hayana breakthrough kwa maana ya kipato. Labda yabadilike ama yabadilishwe na watu waliokusudiwa yaanze kuleta matokeo kwa watu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo wengi wanakimbilia mjini. Mwanafunzi akimaliza chuo hakuna ambaye anatamani kurudi kijijini. Kwa nini? Anaangalia malango ya kule kijijini kwao na malango ya mji huu. Anaona huku hata nikiuza mavya kuku nitapata fedha, nikizungusha nitapata kitu. Kwa nini arudi kule kijijini? Bwana Yesu asifiwe. Lakini yumkini kule kwa mifumo maybe hali ingebadilika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumesema malango jiografia. Unakuta mahali pengine hapazaliki kitu kabisa, hata mvua zikinyesha, vikizaliwa vikianza kukua tu wadudu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna miji kabisa umaskini ni sifa yao, hata wafanye kazi hawezi kutoboza. Kuna miji sifa yao ni ushirikina kwa kwenda mbele, hata anayetaka kunyanyuka wanamaliza. Yale ni malango ya mji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hiyo tunajua sasa, tunajifunza sasa kwamba kwa aina ya malango ndo binafsi, kiroho, muda na jiografia. Milango mingapi? Milango minne. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Baada ya milango hiyo minne ambayo inatufikisha hapo inapotufikisha, nikataka tuendelee sasa na zaidi, tujaribu kuangalia nani anaweza akatupa mfano wa aliyepitia vipindi mbalimbali katika maandiko, ambapo yanaweza kutupa tafsiri za malango na aina ya malango ambayo kama muumini unaweza kuipitia. Bwana Yesu asifiwe. Tukaangalia maisha ya Yusufu. Maisha ya Yusufu, safari yake ilianzia wapi? Nyumbani kwao. Amen. Nyumbani kwao. Baba aliona kitu ndani ya Yusufu katika watoto wake wote. Tunasoma maandiko, baba yake akamshonea vazi la ufumene colors, vazi la rangi nyingi. Lakini huyu Yusufu alikuwa na kitu cha kiroho, alikuwa anaweza kuona ndoto na kufasiri ndoto, na aliwajua wale ni ndugu zake. Kwa hiyo hakujisikia vibaya kuwasimulia kwa habari ya ndoto aliyoota. Amen. Lakini kufasiri na kuambia ndugu zake ulikuwa ni mlango wa yeye kukataliwa. Amen. Wengi tukifikia hatua ya kukataliwa huwa tunalia. Amen. Huwa tunasikitika, huwa tunahuzunika, na tunaweza kuingia kwenye maombi kufunga na kufunga kwa ajili tu ya roho kukataliwa. Leo nataka nikwambie, kukataliwa ni mlango sahihi kabisa wa kukupeleka level nyingine. Mlango wa kukataliwa kwa Yusufu ulisababisha aende akauzwe utumwani, akajikuta yuko nyumbani kwa Potifa kama msimamizi wa mali zake mzee Potifa katika nchi ile kule Misri. Bwana Yesu asifiwe. Kukataliwa Mungu anautumia kama mlango ili kukutenga na watu ambao watakuchelewesha katika kusudi. Yusufu asingefika Misri kama
kama Mungu asingetumia mlango wa kukataliwa yeye kufika Misri ili aweze kutimiza kusudi lake. Sikia nikwambie, usiogope kukataliwa, usiogope kutengwa, maana yeye aliyekuita ana sababu kwa nini ametaka kuwaondoa hao watu hapo katika maisha yako. Kukataliwa ni mlango wa kukupeleka msimu mpya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini haitoshi, uko mlango wa kukutanishwa na watu. Yusufu akajikuta nyumbani kwa Potifa. Potifa hakuwa mtu wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Hakuwa mtu wa kiroho, na yumkini kulikuwa kuna vitu anavitegemea ili aweze kufanikiwa. Lakini mtu wa Mungu alipoingia katika malango, alikwenda kubadilisha mwelekeo na watu wakaanza kuona tofauti. Hata ikafika mahali Potifa akasema, wewe tangu umeingia kwenye malango yangu umekuwa ni mtu wa baraka. Kuanzia sasa utakuwa ni msimamizi wa nyumba yangu na watu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kukutanishwa na watu sahihi ni mlango. Watu sahihi waweza kuwa in your favor ama sio kwa favor yako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndani ya nyumba ya Potifa palikuwa pana mtu kwenye yale malango. Amen. Lakini alikwenda kinyume na Potifa, aka open another door, akafungua mlango mwingine uliompeleka Yusufu wapi? Gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Nao ni mlango. Amen. Waweza kukutana na mtu, ni bosi wako, ni dada yako, ni mama yako, akakutesa kwa kiwango cha kushindwa kuvumilia, lakini usijue nao ni mlango wa kukufikisha msimu mwingine ambao unatakiwa kwenda. Ndicho kilichomkuta Yusufu katika nyumba ya Potifa kwa habari ya mke aliyekwenda kusilalamika kwamba amebakwa naye. Maana alimuonea wivu kwa kile alichokibeba, lakini nia yake haikuwa njema. Nia yake ilikuwa ni amwangushe asifike kwenye kusudi, kwa kujua ama pasipo. Manake usiwalaumu watu walioleta maishani mwako, watakaotumika kama malango kwa ajili ya ubaya, lakini lengo ni kukufikisha wewe wapi? Pale. Bwana Yesu asifiwe. Uwaombee tu, maana huyo mtu atatumika kukufikia. Mke wa Potifa alitumika kumfikisha Potifa, kumfikisha Yusufu gerezani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Unapolazimika kunyanyasika, kudharauliwa, usinungunike, ni mlango. Amen. Alijikuta Yusufu yupo gerezani, akitumikia gereza. Alikuwa mtiifu, alikuwa mwajibikaji, alikuwa ni msikivu. Ukampa yeye kupewa nafasi ya kuwa mkuu katika lile gereza, lakini kwa kuwepo pale gerezani hakuacha kutumia karama yake aliyopewa kama mlango wa kumpeleka hatua nyingine. Ni tunajifunza siku zote, hakikisha kipawa chako na karama zako zinatumika hata ukiwa katika nchi ya utumwa. Ni mlango. Karama yako ni mlango kupeleka hatua nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Usije ukachukia mtu kwa sababu tu amekukandamiza. Tumia karama yako kumvusha hata huyo adui, tumia tu. Ilimfaa sana Yusufu kujikuta yuko mbele za mfalme kwa sababu tu ya utabiri wake. Ni karama Mungu anazotupa. Mungu anatupa karama kama mlango. Tuna usomo ulitumika kwa Yusufu, karama ya unabii, karama ya ndoto, lakini ulitumika pia kwa Samueli. Bwana Yesu asifiwe. Danieli, kilichomfikisha pale wakina Mashaki na Abednego ni karama zile. Bwana Yesu asifiwe. Maana ilitolewa sifa wachaguliwe vijana katika ukadari wasiokuwa na mawaa, watu wakamilifu sana waletwe hapa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo vipawa na karama vinakupa mlango wa wewe kuchaguliwa katikati ya walio wengi, ili uweze kufika pale unakofikia. Katika pale utakapofikiwa ndipo utakapoonyesha kila ambacho Bwana amekiweka. Tunajifunza. Kwa hiyo Mungu aweza kuwadhoofisha watu ili akuinue wewe kwenye karama aliyokuwekea. Aliwadhoofisha waabudu miungu, wasoma nyota na waganga katika nchi ya Misri ili ainue nani? Yusufu aliinuliwa kwa sababu wale waliofika. Kumbuka mfalme alikuwa hataki mtu wa Mungu aje akamsoma utabiri. Alikuwa na waganga wake na wachawi wake. Lakini Mungu alipotaka
mtoto wake ainuliwe. Wale walidhoofishwa na yeye akainuliwa na akaweza kutumika kuja kumfasiria nani? Mfalme. Lakini hata Danieli na yeye kufika katika nchi ya Wakaldayo akaweza kutafsiri zile ndoto za hapa na pale, huku wale waganga na wachawi wa kule kwa wafalme waliishiwa nguvu, walishindwa kufasiri mambo magumu, lakini akaitwa Danieli na kuja kufanya ule utabiri. Ndio maana mfalme akawa anasema, tuwapate wapi wenye roho wa Mungu kama wewe? Mwisho akasema aabudiwe Mungu wa Danieli. Kule kwa kuna Yusufu, tuwapate wapi wenye roho wa Mungu kama wewe? Wewe ndio utakaye kuwa waziri mkuu katika nchi, utakuwa juu ya vyote katika nchi hii. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kilichomfikisha pale ni zile karama ambazo Mungu anaziweka ndani yetu, zinatuwezesha kufika mahali ambako yeye anajua na yeye ameliweka kusudi ndani yetu, ili tuweze kufikia katika kusudi lile alilodhamiria. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia kuna yale malango ambayo tunasemaga kwenye majira na nyakati, pale kuna malango fursa. Amen. Yeah. Unaweza ukaikuta fursa na ukachelewa kuitumia na ikapotea, unless una utulivu na ukaona na ukaitumia. Tukimtumia tu Yusufu, ufikia aliwaza nini kumwambia yule mnyweshaji, kwenye ufalme wako usinisahau? Yule ana ufalme gani? Si mjakazi, mnyweshaji. Lakini hekima ya Mungu ilimpa kutambua, huyu ijapokuwa ni mnyweshaji, ana kitu atanivusha. Waweza kupata fursa na usikumbuke kumwambia, kwenye ufalme wako nikumbuke. Maandiko yanasema alichelewa kumjibu, alichelewa kumsemea. Amen. Alikaa miaka kabla hajapata nafasi ya kumsemeshea, lakini ulipotokea nafasi na yule mnyweshaji alikumbuka neno la Yusufu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Lango fursa. Naaman alipona kwa sababu ya mjakazi. Amen. Amen. Alipona kwa sababu ya mfanyakazi. Ile ni fursa kwa Naaman. Mfano asingeisikia alivyokuwa ameambiwa, angepona. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aweza kumtumia yoyote kama mlango wa wewe kuingia na kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aweza kumtumia yoyote ili kukuvusha mahali ambako wewe hukutarajia. Naamani alivuka kwenye ugonjwa kwa kumtumia mjakazi. Haya yote niweze kuyafikia, yako mambo yanipasayo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati najifunza, nikajifunza katika milango yote, mlango wa mtu binafsi ni mkubwa sana. Amen. Sana. Yako mambo yanipasayo nitake nisitake, yanipasayo kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza, chunga sana unachokiona na kukisikia. Jifunze, amua, sikiliza na tengeneza. Chagua cha kusikiliza, usichafue moyo wako. Kuna mambo mengi sana ya kufikiria, kuna mambo mengi sana ya kufanya. Juzi, kuanzia wiki iliyopita tujifunza kwa habari ya moyo. Jana kwenye mkesha pia tumejifunza kwa habari ya moyo. Halo, moyo ni geti kubwa. Ukisikia mashini ya kiwanda, mashini aliyeitwa ni moyo. Chunga unacholisha moyo wako, chunga unachoruhusu moyo wako upokee, chunga unachokisikia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jaza moyo wako kwa neno la Mungu. Sikiliza mafundisho sahihi, na mafundisho yako yazingatie mwitu wako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mafundisho unaofundishwa, unayosikiliza, yawe ni yale yanayokupeleka kwenye kusudi. Ndugu yangu, wewe ni mwalimu wa kufundisha neno la Bwana. Unakimbizana kwenda kujifunza ya mtu ambaye ana karama labda si za wachawi huko, za kufufua wafu huko, za kukamata wachawi. Hata kama unataka kufahamu huo ufalme unapofanya kazi, kwa kiwango kidogo sana. Bwana Yesu asifiwe. Wewe ni mhubiri wa neno la Mungu. Unahitaji mafuta ya Roho Mtakatifu ya kupe hekima na maarifa na mafunuo, ili unapolisoma neno uweze kupata mafunuo. Neno bila mafunuo watu wanachoka. Bwana Yesu asifiwe. Unahitaji mafunuo ili watu waweze kukusikia. Unahitaji hekima ya kima na kina.
kima na kina. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo lazima uchunge na ujue unamsikiliza nani na nini kwa wakati wote. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia yako mambo ya kupasayo. Kuna milango unalazimika kuifunga sababu tu ya wakati uliopo. Bwana Yesu asifiwe. Umezoea kufanya mambo mengine, kukaa barazani, kukaa kwenye mipira, kukaa kwenye wapi, lakini kuna kitu unakishughulikia kwa wakati huo. Lazima milango marafiki ufunge. Bwana Yesu asifiwe. Kuna wakati hata kazi fulani unaweza ukaacha kwa sababu tu kuna kitu unakilinda kwa wakati huu. Kuna kitu unataka kukisikiliza kile tu ili kikufae kwa sababu ya lile kusudi unalofanyia kazi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini viko vitu unatakiwa kuvifungulia mlango sasa hivi ili viweze kuzidi kukuboresha na kukufanya wewe utumike katika lile kusudi uliloitiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati naendelea tena kujifunza kitu kingine, kwa sisi tulioitwa wana wa Mungu, tunaoamini katika msalaba, tunasema Yesu ni lango kuu kuliko malango yote yanayotupa kuingia na kutoka. Utaingia kwenye ukombozi kwa njia ya jina la Yesu na kwa msalaba wake. Amen. Amen. Utatoka duniani kwa jina nani? La Yesu. Atakuja kuwakomboa, si ndio? Utaingia mbinguni kwa jina gani? Kwa hiyo yeye ndiyo njia, kweli na uzima. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua Yohana Mtakatifu 10 mstari wa 9. Nasoma Yohana 10 mstari wa 9. Mimi ndimi mlango, mtu akiingia kwa mimi ataokoka, ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ndiyo mlango, kila aingiaye na kutoka atapata nini? Malisho. Amen. So malisho tu, utapata na uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Sio uzima wa milele tu, utavipata vyote na hata mwisho utaingia katika ufalme wa baba yake. Kwa sababu tunasema yeye ndo njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa baba ila kwa mimi, nami ndiye ninayekwenda kuwatengenezea njia. Hamuijui njia bado, mimi nitakuja kuwachukua na mimi nitawaonyesha ile njia. Bwana Yesu asifiwe. Yesu yeye kwetu sisi ndo njia. Kwa lugha rahisi, Yesu kwetu sisi ndo mlango wa kuingia na kutoka katika ufalme wake. Yeye aliyetutuma duniani anasema huwezi kuja kwake bila kupitia kwa mwanae. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kuingia kwake bila kupitia kwa mwanae. Yeye ambaye ndio ule uzima, yeye ambaye ndio ule mlango, yeye ambaye ndiye anakwenda kutuandalia. Bwana Yesu asifiwe. Na Yesu hakuwa mvivu, aliwajibika kwenye nafasi yake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alijua ni mlango wa wote wanaoamini kupitia, na alijua hakuna namna wanaweza kupita katika mlango wake kama yeye hata kwenda msalabani. Amina. Kama yeye hata kufa. Amina. Ilikuwa ni kipimo kigumu sana cha maumivu makubwa, kutaka hata kukimbia. Amina. Ni Mungu. Amina. Ni Mungu. Amina. Kadiri anavyokaribia msalaba, ilibidi akimbie kwenda kuomba. Na alipoenda kuomba, akawaambia wanafunzi wake, najisikia maumivu hata kufa, kaeni hapa muombe na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Alipowaacha waombe, asogee kidogo kuomba, alienda kuomba, anashuka anawakuta wamelala. Anawaambia, amkuweza kukesha nami hata saa moja, hata. Yaani nimewatoa kote kule wenzetu, twendeni tukaombe, najisikia kuumia hata kufa. Mimi mtumishi wenu tunakuja kuomba, mmelala. Yesu anasema hamkuweza kukesha hata lisali moja. Amen. Bado aliwaacha, alienda. Nini? Aliye mlango lazima ujue ukubwa wa kusudi lilo ndani yako, wewe kutumika kama mlango.
Usiangalie kundi kubwa linalokufuatilia, wengine ni mafollower tu. Ogope wafuasi. Likipigwa bomu hapo wanakuacha wote, unabakia peke yako. Jua kusimama kwenye kusudi lako, maana wako wengi watavuka kupitia wewe. Yesu alijua wakati mwingine watainuka hata wengine kujifanya wanakusaidia. Petro aliinuka. Yesu alipomwambia imenipasa kwenda msalabani, nitakamatwa na nitakufa, baada ya siku hiyo nitafufuka, akamwambia Yesu, haiwezekani kamwe wewe kufa. Alimwambia toka mbele yangu ewe shetani. Kuna wakati japo na maumivu, zingatia lile kusudi, kwa sababu wewe ni mlango wa wengi kupita. Usitake watu wakakuonea huruma, watakupotosha. Yesu alijua. Yesu alijua. Alimuita mwanafunzi aliyempenda Petro, toka mbele yangu ewe shetani. Wewe uliye lango la kupitisha wengi, usijihurumie. Wakati mwingine unafanya zaidi hata kuumia, hata kutaka kufa, lakini unafanya kwa sababu umejua kuna kusudi ndani yako, na wewe ni mlango wa wengine kupitishwa. Yesu alijua, na kama Yesu alianza, ujue hivi, aliyafanya yale kunifundisha mimi na wewe kusimama katika nafasi zetu sisi kama malango. Bwana Yesu asifiwe. Lango la Yesu limepitisha wakubwa na wadogo, kwa kuwa yeyote aliyeamini hata angekuwa mfalme, yeyote aliyeamini alipita kwenye ule mlango wa ukombozi. Ndivyo ambavyo na wewe ni mkombozi mahali ulipo. Kama ni mkombozi kwa ajili ya familia yako, uwe na uhakika, hakika yangu nakwambia, hata angekuwa ni mzee wa miaka mingapi, atapita kwenye mlango wako. Utashangaa mzee aliyefikisha miaka 90, wewe unakuja kumuongoza sala ya toba. Nini? Wewe ni mlango wa yeye kupita, familia nzima ipite kutoka wewe, kupitia wewe. Wewe ni mlinzi wa malangoni katika ukoo wa kwenu. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndogo naambia, kuna watu hapa ni malango ya nchi kupitia wewe. Bwana Yesu asifiwe. Watapita mpaka wafalme kupitia wewe, ili wafike tu kwenye makusudi walioitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu tumesema pale mwanzo, watu wenye kusudi kubwa, watu wenye hatima kubwa, wana vita kubwa sana wanayopitia. Kwa hiyo kama wewe ni mchungaji, umeitwa, upo katikati yao, uwe na uhakika wewe ni malango ya wao kupita, ili wale wafike kwenye lile kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usijidharau ukasema huyu mkubwa nitakutana naye wapi. Kama atatakiwa kupitia kwako afikie makusudi yake, atapitia kwako. Chunga sana ulicho nacho, usije ukaondolewa kwenye kusudi uliloitiwa. Usije ukaondolewa kwenye mstakabali mzima wa makusudi ambayo Mungu amekuitia. Usije ukasababisha watu wakashindwa kufika kwenye hatima zao kwa sababu tu wewe ulizembea ama ulijihurumia. Lakini nataka nikwambie hatari kubwa ambayo unaiona katika dunia hii. Wako watu wengi walioitwa ambao ni milango mikubwa, lakini kwa sababu ya zile changamoto walizokutana nazo wamerudi nyuma na wameacha makusudi yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie wako watu wengi waliolala bila kutimiza makusudi yao hapa duniani. Usidhani akutaka kuyafikisha makusudi, alitamani kuyatimiza makusudi, lakini changamoto alizokutana nazo zilimvunja moyo na hakupata mtu wa kumvusha. Usiwe mmojawapo wa wewe utakayesababisha mtu akate tamaa kwa sababu tu hukusimama kwenye nafasi yako ya wewe kumvusha, kwa sababu ya wewe nao ulishindwa kulikata tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Yesu kwetu sisi ni mfano mkubwa wa ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu fungua kitabu kingine cha Wafilipi 1:23. Wafilipi 1:23. Neno la Bwana linasema, ninasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Anasongwa katikati ya mambo mawili. Ninatamani kwenda zangu nikae na Kristo, maana ni vizuri zaidi sana. Kwa hiyo kama anasongwa na mambo kuliko jambo baya ambalo linamsonga, lakini ashukuriwe huyo amejua kuona bora niende kwenye yeye, kwa sababu kukaa katika yeye kule ni kuzuri na kule kutampa kwenda mbele.
mwanadamu kwa nature alivyoumbwa, kuna kusongwa. Katikati ya wanaokusonga watu wa aina hizi, kuna watu wazuri na kuna watu wabaya. Sasa uwezo wa kuambatana na watu wazuri na uwezo wa kuambatana na watu wabaya inategemea sana hali yako ya moyo na hali yako ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeruhusu moyo wako kuzongwazongwa na hofu nyingi, kuzongwazongwa na mashaka mengi, kuzongwazongwa na kelele nyingi, uwe na uhakika wale watu wabaya watakuzidia na watakupeleka katika njia zao. Ni kwa wale tu walio na utulivu, walio na moyo usikivu, moyo wa kutulia, wanaweza kuona na kuchambua na kagundua, huyu ni mtu mbaya, nisiambatane naye, acha niambatane na huyu mtu mzuri ili niweze kufika kule kuliko kusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Filipi anasema ni aheri nikazongwe na huyu mwenye nia nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Hata kujua mtu mzuri pia inategemea na hali yako ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Tupo na watu wametuzonga, wazuri na wabaya. Unawajuaje? Lazima hekima itumike. Hekima haikai mahali pa wapumbavu. Amen. Utulivu haukai kwa mtu ambaye haelewi. Ziko kelele katika dunia hii, iko hofu nyingi, yako mashaka mengi. Hayaji kwa bahati mbaya, yapo kuwasumbua watu na kuwapeleka katika njia zisizofaa. Chunga sana wanaokuzonga, maana nao ni malango, usipokuwa makini watakuhamisha. Aheri uchague mlango wa mtu mzuri ili uambatane naye, kwa sababu atakuvusha hata katikati ya pale ambako umezongwa. Atakuonyesha kwa jicho lake kitu ambacho wewe ukukiona. Kumbe kuna saa unaona lakini hauoni. Bwana Yesu asifiwe. Iko saa unasikia kumbe usikii. Iko saa wewe unajiona uko sawa, kama uko sawa. Niko naambia hapa asubuhi hapa kwenye Sunday school, ambia mimi kuna kitu nimekiona. Nikamuuliza mtu, huyu mtu ana roho gani? Mbona hivi? Lakini nililetewa through picha ya watu wawili. Ninampa story inayofanana kwamba wewe kuna 1, 2, 3. Yule wa kwanza alipokea kwa masikitiko na mahuzuniko, alilia na kugaragara akiniambia, nimefanya nini kwani? Si ni hivi tu dada, kwa mimi na shida gani? Kuonyesha masikitiko ya ile hali ninayomuulizia na kumuelekezea. Lakini nilipofika kwa yule wa pili, aliniambia, kwani vipi? Kuna nini cha ajabu? Si ni sawa tu. Bwana Yesu asifiwe. Ninapokuja kutafakari, inakuaje the same story, huyu anasikitika, huyu asikitiki. Lakini nilipotafakari nikagundua, huyu dhamira yake kwa habari hiyo imekufa. Yule hata upige bastoni atakwambia niko sawa, niko sahihi, maana nafsi yake, dhamira yake is dead. Japo section nyingine zote yuko mzuri, lakini katika hili is dead. Moyo, dhamira ni malango. Dhamira yako inakupeleka wapi? Dhamira yako inakujenga katika nini? Dhamira yako inakuimarisha katika nini? Bwana Yesu asifiwe. Ogopa. Dhamira imekufa na umematana na watu wabaya, wewe ni kuishi naye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu akajua watu hawa siwaokoi tu msalabani. Watu hawa nitatakiwa pia kuwaokoa katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Hebu soma Wakorintho wa pili 5:8. Wakorintho wa pili 5:8. Neno la Bwana linasema, lakini tuna moyo mkuu, nasi tunaona ni afadhali kutokuwamo katika mwili na kukaa pamoja na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ni aheri kutokukaa katika mwili. Amina. Bali tukae katika Bwana. Amen. Amen. Yale ni maono yanayoonwa na mtu mwenye dhamira safi, mtu ambaye moyo wake ni wa utulivu na moyo wake ni wa usikivu. Anaishi mwilini hapa, lakini hajisikii kukaa hapa katika umwili. Anakaa katika roho na Bwana. Bwana ni roho, si ndio? Ndio tunaambiwa tumeketishwa mkono wa kuume wa Mungu, tumeketishwa pamoja na Kristo. Amen. Kwa hiyo kama tumeketishwa pamoja na Kristo, ina maana ni wewe wa kuona.
sio wa ni wewe wa kuona nafasi ulipokaa. Nini manake? Ukikaa katika Kristo utaona yale ya kupasayo katika ukubwa na katika ukuu wa yale yaliyoitiwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa siku za mwisho tutapewa mwili mpya. Tutapewa mwili mpya. Sisi mwelekeo wetu ni kwenda kule. Amen. Walevi wanasemaje? Wewe tutapewa mwili mpya. Unaniambia nisinywe pombe. Kwani nataka nile maini safi imekuaje? Amen. Wale wanajisemea vile, lakini mimi nataka nikwambie usiseme kama walevi. Wasema hivi, kwa nini unahurumia mwili wako, unataka kuupa starehe huku duniani wakati utaveshwa mwili mpya? Nini? Kaa zaidi rohoni, uyafurahie makubwa ambayo Mungu ameyaweka rohoni ili uweze kustimiza kusudi lako la uwepo wako hapa duniani. Nataka niamini katikati yenu hakuna asiyetaka kuwa mtu mkubwa. Hakuna asiyetaka kutimiza lengo liloitwa hapa duniani. Hakuna asiyetaka kuveshwa taji siku ile ya mwisho. Hakuna asiyetaka kuveshwa mwili mpya siku ya mwisho. Sikia, tulia katika uwepo. Chunguza malango uliopo. Chunguza malango unaoyaendea. Chunguza malango unaoyahitaji. Chunguza